Hi people, how are you doing? Nimewamiss, nimewatupa, but I am back. I am back with more content. So how are you doing, people? Kindly subscribe to my channel if you have not subscribed. Like, share, comment, and don't forget to turn on notification bell so that anytime I upload a new video, you'll be among the first one to be notified, all among the gang. Nawapenda sana. Thank you for the support. Thank you for everything. Thank you for watching my videos. Thank you for commenting. Thank you for liking. Thank you for everything. So today I'm back with a story. And the story is about how I missed my first job interview. Shetani wewe, na roho zako zote, na maovu yako yote, utaenda kwa shetani. Shetani wewe utaenda kwa shetani. Is it making sense? Yeah, shetani utaenda kwa shetani. So people, sorry for that. So people, I want to give you a story of how I missed my job interview. So it was on this day. It was on Monday. It was a day on Monday. So, hii job nilikuwa nimeambiliwa na beshte yangu, a friend of mine, alikuwa ameniambilia hii job because she was working kwa hiyo company yenye ilikuwa inataka vacant. And I happened to be one of those who wanted the opportunity. So, beshte yangu akanipea details, akaniambia do this and this and this and apply. And I applied. And then later on, nikaenda, after nime-apply, si unagoja. So, on Sunday, nikaenda church. Kutoka church, nikaenda kwa auntie yangu on Sunday. So, nikarudi kwangu on Monday. So, Monday jioni, beshte yangu alikuwa kwangu na akaacha charger yake kwangu. So, nikitoka hapa, nikienda church, nitoka na charger yake, nikaibeba ndo in case tupatane nitambia charger yake. So nikaenda church, kutoka church nikaenda kwa auntie, then nikarudi huko Monday. So nikirudi, alikuwa anaitaka hiyo charger sana. So nikirudi nikakuja kwa nyumba, then later on tukaenda kupatana na yeye a place. So mimi tulipatana na yeye akaniuliza, "Hello, umepata any notification from the company?" Nikamwambia not yet. Akaniambia it's okay. Then stay alert, unaweza pata notification anytime. So na mimi tukaachana, na mimi nikakuja kwa nyumba. So as I was doing my usual work, kitu saa 3 hivyo akanitext. Masana ikielekea akanitext and told me, kindly check your email. Something is in. So, nikaenda direct kwa email. That day, wifi ilikuwa inanisumbua sana. Wifi ilikuwa inasumbua vizuri. So, nikafungua email. The first notification was, your email is full. Your email is full. Oh my God. So I started to clear the space. Nikafuta messages until nikabakisha zenye important email. Nikatoka hapo nikaenda Google Photos, nikafuta videos, photos zingine nikafuta, nikabakisha. Lakini bado haikuwa ina refresh. Haikuwa ina give space. Where? It's starting. It's getting worse. So nikangangana, lakini ilikuwa inanipea option ya buy some more space, 200 bob for 100 GB per month. But the only way you could have bought this space is through credit card. And funny enough, I lost my ATM 3 months ago. So wezi nunua hiyo space na M-Pesa. And funny enough, in my M-Pesa, hakukuwa na pesa. Asante Mungu kwa kutuletea fuliza. Yeah. So, I tried how I could. Nikajaribu kununua hiyo
ikakataa. Of course sina credit card, sina ATM, na wamekataa na M-Pesa. What should I do? Sina pesa kwa M-Pesa. Hey. But I was remembering my account number. So nikaeka pesa kwa hiyo account number. Then ika display and ikanunua hiyo space. Lakini in between nikapata simu iko 15%. Ikapop the red thing hapo juu kwa battery. Simu iko 15%. Kwa bag yangu mbio kuendea charger. Guess what? Hakuna charger. Then I remember charger mahali nilikuwa nimekaa kwa auntie, sikutoa, nikimtoa simu, sikuitoa, niliacha tu hapo. Oh my goodness, what will I do? Ni saa 5 ishafika, sijafungua email, bado haija refresh. Simu ndio hiyo inazima iko 15%. I have to clear the spaces. I have to make sure nimesoma email before simu izime ama kesho asubuhi. Hey, Jesus Christ. Shetani wewe. Hey. Hauna njia kwetu. Nikafikiria, siwache niende kwa piloti nikaangalie kama kuna mtu akona type C. Nikaenda to the first person na saa 5 saa 6 inaelekea, so watu 3 tu ndio wako wamelala. Kaenda kwa mtu wa kwanza, nisaidie charger type C, sina. Tumi type C. Yako ni gani type C? Watatu hata I hana type C. Wow. Oh my goodness. Ushasimama, unasimama place. Unatembea 2 steps, unasimama, unarudi nyuma, unaenda kando, mbele. Like you're confused, you don't know what to do. And tomorrow you should avail yourself for interview and you don't know what you should carry for the interview because you didn't open the email. Naweza piga hadi simu ni saa 6. Nikakosa charger. Mimi nikarudi kwa nyumba. Nikasema, so God, what will I do? Just tell me, God, ni direct to what I should do. Just show me what I'll do, God. And I did it. So simu sahi as nimefanya hizo vitu zote, bado usisahau nang'ang'ana kurefresh. Imekata, nimenunua hadi hiyo space. Iko na 100 GB. In fact, ilikuwa imetumia 3% of 100 GB. Unaelewa? Na bado haiku refresh. Najaribu Wi-Fi nayo inasumbua. Network. Oh my goodness. Like that thing was disturbing. Like inaingia 1 minute, inatoka the next minute. Inaingia 1 minute, inatoka the next minute. Hey. Kimungu. Asante tu. So mimi nikamalizana, simu ikakuwa 5%. Nikaona I can do nothing. I have tried. Hadi watu kwa pilot wanasikia tu like I'm moving in out. Karibu watu washangae kwani amekuwa mchawi ama amekuwa nini. But ni stress, ni kushangaa what should I do now? So I decided nitakuja kwa nyumba nilale juu hata saa 6 imepita. Time imesonga, nilale, then nikaset alarm ya 5. Ndio nikiamka 5 maybe simu itakuwa refresh emails na nitaweza kusoma nijue what I'm supposed to carry on interview or what. Unaona email what inakuwa imesema. So nikiamka 5 nipate email refresh, nitaweza kuenda interview. Nikaweka alarm yangu and the alarm was 50-50. Naweza pata simu ilizima ama alarm inifikie. So nikapata alarm 5 ikaniamsha, nikapata hakuna email, bado haija refresh. Mimi nikalala. Na nikasema hii haikuwa yangu. Ishanipotea, hii haikuwa yangu. Sasa unajua kausingizi ka asubuhi. Sasa ujue nimeamka 5, so nimerudi kulala tena after 5. Nikajisikia saa 3. Saa 4 ikielekea. Nikaenda tu kwa email. Guess what? The email popped in. You are supposed to go for an interview. Ndo email imeingia. Oh my God! That was I don't know what that was. It was disappointing.
I felt so bad. Hiyo siku nilala the whole day, like I didn't believe how it was. Like, kwani shetani wewe unipende? Wewe shetani wewe. Then I told nikaambia best yangu, and she was like, usijali, it wasn't yours. Na nikakubali it wasn't mine. Anyway, that's the end of this story, my people. That's the end of the story. Comment down below. No love. Thank you for watching. Thank you for subscribing. If you have not subscribed, I'm repeating again, kindly subscribe to my channel, Lucy Jones, and you will really support me. Nawapenda sana. Subscribe, like, share, comment, and don't forget to turn on notification bell. Now, love sana. Thank you.